Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, msikilizaji wa 91.5. Karibu sana katika kipindi chetu maalum, na kukumbusha tu kama siku mbili hivi tulikuwa tukikwambia tutakuwa na kipindi maalum kuanzia leo hii tarehe 23 ya kila mwezi. Tutakuwa na kipindi maalum kiitwacho Sema na RC. Kipindi hichi kitakuwa na lengo moja tu la kusikiliza changamoto pamoja na zile kero ambazo ziko ndani ya mkoa wetu huu wa Kusini Unguja. Na ile siku basi ni leo. Tupo naye hapa hivi sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja, lakini pia matangazo haya sasa hivi tumeweza kuungana na wenzetu ambao wako huko maeneo ya Makunduchi, Mtegane FM, kusikiliza changamoto pamoja na kero mbalimbali ambazo ziko ndani ya mkoa wetu huu wa Kusini Unguja. Moja kwa moja, Saumu, bila shaka unanipata vizuri kutoka maeneo ya huko Mtegane? Mtegane FM hapo. Naam, sawa. Basi kipindi chetu kinaanzia hapa. Kipindi ni Sema na RC, ambapo kwa siku hii ya leo tutasikiliza changamoto ambazo ziko ndani ya mkoa wetu wa Kusini, na hapa tutawapa nafasi wananchi wetu kupiga simu ama kutuma ujumbe wao mfupi, lakini tutapendelea zaidi tukapata simu ili mkuu wa mkoa hapa Mheshimiwa Hamida akapata kuzijibu zile changamoto na kuzipatia ufumbuzi zaidi ama kuzitolea maelezo kwa siku hii ya leo. Ambaye naongoza kipindi mimi naitwa Hassan Vuai, Mtegane FM. Saumu, bila shaka upo pamoja nami? Mimi niko pamoja na nyinyi sana hapo na nawapata vizuri sana. Sawa. Sasa kabla ya kumpa nafasi mkuu wa mkoa kuzungumza chochote na kuweza kuwasalimia wasikilizaji wetu, tutambulishe nambari zetu za hapa studio. Kwa Kati FM msikilizaji, tupigie kwa 0774 805801 ama tupigie kwa 0687 159393. Mtegane FM watatupata kwa nambari zipi huko? Mtegane FM leo tutakupata kwa nambari za 077 37 929. Naam. 0773737929. Hiyo ndio nambari ambayo watapiga simu kwa ajili ya kuuliza au kutoa ushauri au kwa namna yote ile. Sawa, asante sana. Karibu sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa katika studio zetu za Kati FM pamoja na Mtegane FM. Habari za Ramadhani? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Habari za Ramadhani nzuri. Sijui nyie mmeanzaje? Sisi tunashukuru alhamdulillah, ikiwa leo hii ni Ramadhani ya 5. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, tumefunga na Mwenyezi Mungu atujalie tuifungue kwa salama na amani. Tunakukaribisha sasa kusikiliza kero ama changamoto ambazo ziko ndani ya mkoa wetu wa Kusini, lakini pia tuambie wananchi changamoto ambazo tutazisikiza hapa ni zile za maendeleo, ikiwa ni barabara, elimu, sekta ya maji, kwa sababu kuna changamoto nyingi. Sasa tunazungumza changamoto, mtu anapiga simu akasema leo hana futari. Asante sana ndugu changamoto hizo kwa. Nianze kwanza kuwasalimia wananchi wote wa mkoa wa Kusini na maeneo mengine, na niwapongeze sana Kati FM Radio kwa kuanzisha kipindi hiki cha Sema na Mkuu wa Mkoa ambacho mmekipanga kifanyike angalau mara moja kwa mwezi. Hiyo ni hatua muhimu na tuna kila sababu ya kuzungumza moja kwa moja na wananchi. Utaratibu upo, lakini kwa kupitia vituo vyetu hivi Radio Kati FM na Mtegane FM itakuwa ni nafasi nyingine ya mkuu wa mkoa kuweza kuzungumza moja kwa moja na wananchi wa maeneo mbalimbali, ukiacha wale ambao wanafika kwenye ofisi zetu katika siku za kawaida. Lakini tuko katika mfungo wa Ramadhani, lakini pia kwa resma kwa ndugu zetu wa dini ya Kikristo. Kwa hiyo ni jambo la baraka na faraja, na leo tutazungumza nao wote kwa pamoja. Mimi kubwa nilishatoa taarifa ya kimkoa kuhusiana na kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani na kwa resma. Sasa leo tutazungumzia ya Ramadhani kwa sababu zipo changamoto zinazo wakabili wananchi kwenye Ramadhani. Pengine bidhaa zimepandishwa bei, tunatakiwa tujue maeneo wawe wazi kusema.
pengine kuna huduma zingine za msingi hawazipati. Ndio maana tuko katika kupeana mawazo na kuchukua hatua kwa zile ambazo tutarajiwa tuchukue hatua. Lakini kubwa mimi naamini kwamba mkoa wetu kwa sasa changamoto nyingi kubwa tumezikabili. Na serikali inaendelea kutumia jitihada mbalimbali kupitia sekta zote kuhakikisha kwamba wananchi hawapati changamoto zozote. Lakini yawezekana kukaa kuna mambo madogo madogo na wananchi wawe huru kuyazungumza, lakini kubwa ni kwamba tuendelee kuwa watulivu, wasikivu, tusiwe wavunjifu wa sheria, tuendelee kujali amani yetu tulionayo, na hilo ndio jambo la msingi sana kwa sasa. Lakini zaidi maendeleo yapo. Serikali imejipanga vizuri kwa ngazi zote, na sisi kwenye mkoa wetu tunaendelea kupiga hatua. Mimi nadhani kwa siku zijazo mkoa wa Kusini Unguja utakuwa ndo mkoa unaoongoza kwa maendeleo katika Zanzibar, kwa sababu tunaona sekta za uwekezaji zinavyokuwa na mambo kama haya. Kwa hiyo wananchi tushiriki kwenye kipindi, kwa sababu tumejipangia kupitia redio zetu za jamii za Kati FM na Mtegani, lakini pia kuzitumia ofisi zetu za shehia mkoa na wilaya. Wazitumie. Lakini tuna madiwani, tuna mamlaka zetu za serikali za mitaa, baraza la manispaa Kati na baraza la mji Kusini. Kote kuna watendaji ambao wapo kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Nikushukuru sana Mheshimiwa Hamida kwa maelezo yako mazuri. Sasa basi tuende tukasikilize changamoto ama kero ambazo ziko kwa wananchi wetu. Tunafahamu kwa upande wa Ramadhani, kipindi hiki cha Ramadhani, changamoto kubwa inakuwa sana katika swala la maji. Na wakati nipo kwenye daladala nakuja huku, kuna mtu nilikutana naye akanambia, mwambie Mheshimiwa Hamida maeneo yetu Pagali na Umbuji kwenye mwezi huu wa Ramadhani kidogo maji yanakuwa yanakatakata sana, hawapati maji ya uhakika. Sasa nimelifikisha hilo, tuende tukasikize changamoto kwa wasikilizaji wetu. Msikilizaji, tupigie kwa 0774 80 58 01, lakini pia tutafute kwa 0687 15 93 93, tukishirikiana na Mtegani FM huko. Mtegani FM. Nakusikia. Naam, tutambulishe nambari za studio ili tuwape fursa sasa wasikilizaji wetu na wao waweze kuchangia. Hiyo ni 0773737929 ambapo kwa sasa hivi tayari kuna message kama 5 hivi zimeshatumwa, na tungependelea zaidi kupiga simu. Ndio. Pamoja na kwamba message soma, lakini wangepiga simu kwa ni vizuri zaidi. Ndio. 07737929 ndio nambari ya Mtegani FM Radio. Sawa. Msikilizaji, kwa upande wa nambari hizo tutapenda zaidi ukatupigia simu ili Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa akakutambua wewe ni nani na unatoka maeneo ya wapi, na kuweza kusikiliza hizo changamoto ambazo ziko ndani ya mkoa wetu wa Kusini kwa upande wa wilaya ya Kati pamoja na wilaya ya Kusini. Tunaizungumzia Kusini nzima hapa leo hii. Kwa hiyo tupigie simu na tutapokea simu yako moja kwa moja. Mkuu wa mkoa atasikiliza hiyo changamoto ambayo iko katika maeneo huko. Hassan, naam. Kuna message tu ambayo ilizungumza inasema kwamba Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapatikani vizuri, sauti yake iko chini. Okay. Hiyo ni tu ambayo imetuma kwa ghafla. Sawa. Wanapenda sana kupata sauti ya mkuu wa mkoa. Sawa. Tumeliangalia hilo na bila shaka hivi sasa tayari mambo yamekaa vizuri. Sawa. Mimi nadhani nianze kulieleza hili la maji wakati tunasubiri na wengine waweze kupiga simu. Ni kweli kuna baadhi ya maeneo yana uhaba wa maji. Ndiyo. Na tayari tumeanza kupokea taarifa hizo kupitia masheha. Ndiyo. Lakini kuna hatua ambazo tumeelekeza kuchukuliwa hususan katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani na Kwaresma. Cha kwanza kufanya mazungumzo ya kina
na wenzetu wa mamlaka inayosimamia maji upande wa kanda yetu ya kusini, Ndio. kwamba tutakaa nao ili tuweze kubadilishana nini taarifa, nini shida wapi. Lakini hatua za haraka ambazo tumeelekeza zichukuliwe ni masheha kuripoti na kupelekewa wananchi maji kwa kutumia magari ya maji safi na salama. Kwa hiyo endapo kuna tatizo katika shehia yoyote, ni waombe sana wananchi waripoti kwa masheha, lakini wakiona bado huduma haijapatikana, basi wafike kwenye ofisi za wilaya na mkoa kwa ajili ya kuharakisha upatikanaji wa huduma hiyo. Kwa sababu sote tunajua Ramadhani maji ni kitu cha msingi zaidi. Sawa. Nikukatisha kidogo, kuna simu ya msikilizaji hapa. Kwenye line, assalamu alaikum. Kwenye line, assalamu alaikum. Msikilizaji kwenye line, assalamu alaikum. Bado iko hewani. Amekata. Sawa. Msikilizaji, unapotupigia simu jaribu kukaa katika sehemu nzuri ili kuweza kukusikia vizuri. Wewe ambaye nambari yako imeishia 55, tunaomba tupigie tena na tutapokea simu yako. Naam. Mimi nadhani tungemruhusu Saumu hizo message alizonazo angalau akazisoma. Sawa. Tukaanza na hizo. Mtegane FM. Nakusikia. Sawa. Turuhusu message ambazo zimetumwa huko ili akapata kuzisikia hapa mkuu wa mkoa. Message ya kwanza imetumwa inasema, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ndani ya wilaya ya Kusini tunasumbuliwa na tatizo la umeme. Tatizo hasa ni kitu gani? Sawa. Hilo ni message ambayo imetumwa na Haji Chavu kutoka maeneo pale kijijini Bwejuu. Haya, asante sana. Nimshukuru sana Bwana Haji kutoka Bwejuu. Naomba nilizungumze tatizo la umeme kwamba ni tatizo ambalo halipo Bwejuu au wilaya Kusini peke yake. Kwa sasa tuna uhaba wa umeme kwa sababu matumizi yamezidi, lakini tukitizama mkoa wetu wa Kusini, mkoa wetu sasa una uwekezaji mwingi. Ndio. Na matumizi ya umeme yamezidi. Sasa hivi jitihada za serikali zinaonekana, tunaendelea na ujenzi hapo Makunduchi. Nadhani wenyewe mnaona ni katika jitihada za serikali kuhakikisha kwamba tunarekebisha swala la upatikanaji wa umeme. Kwa hiyo ni swala la muda tu kustahamili. Serikali inajua hilo tatizo na si kwa mkoa wetu au wilaya Kusini peke yake. Na ndio maana sasa jitihada zipo za haraka. Tunatakiwa tukamilishe huo mradi mkubwa wa umeme hapo Makunduchi, lakini kuna na maeneo mengine ya Zanzibar kuona kwamba tunaweza kumudu upatikanaji wa umeme kwa mahitaji tulionayo sasa. Sote tunafahamu maendeleo makubwa yaliyopo. Kwa hiyo pia ongezeko la uhitaji wa umeme wa ziada ni jambo ambalo linahitajika na serikali inalifanyia kazi kwa sasa. Sawa. Na mimi hapa nimepata ujumbe mmoja, anasema anaitwa Ali Juma kutoka maeneo ya Uchukuni. Vipi kuhusu barabara yetu Uchukuni? Amesema hivyo. Namshukuru sana Ali Juma wa Uchukuni, na bahati nzuri muda mfupi uliopita nilikuwa na wazee kutoka maeneo hayo. Tunafahamu changamoto iliyopo katika kijiji cha Uchukuni Kiboje. Ndiyo. Ni changamoto ya muda mrefu, nikiri hivyo. La hivi karibuni tumeweza kuwasiliana na wenzetu wa wakala wa barabara, wa ujenzi wa barabara na wizara kijumla. Ile barabara ilianza kujengwa. Nadhani Bwana Ali atakiri kwamba tulianza jitihada za dharura. Ndiyo. Na tunaendelea kwa sababu kulikuwa na mapendekezo nadhani 2 mpaka 3 kwa wananchi njia ipite wapi. Lakini pia tukawa tunajadiliana namna gani ya miti na vipando vingine kuhusiana na hatua za kuchukua. Lakini niwaambie kwamba barabara ya Uchukuni imo katika mpango wa serikali
kwa mwaka wa fedha huu ujao. Utakapoanza, barabara ya Uchukuni ni kipaumbele kwa barabara za wilaya ya Kati. Tuna barabara ya Uchukuni, tuna barabara ya Kijibwe Mtu Bambi, hizo ni kipaumbele kwa sasa. Kwa hiyo ujenzi utakapoanza kwa mwaka wa fedha huu, basi hatua za awali ni pale na zaidi, kwa sababu tumeanza hatua za maandalizi ya ujenzi wa barabara ya Uchukuni. Na kwa kujalizia hilo, juzi tulimuona pia diwani mwakilishi wadi ya mwakilishi jimbo la Uzini, wakati ipo kule baraza la wakilishi alizungumzia hili pia, na akasema pia watafanya ziara na waziri kwenda maeneo ya huko Uchukuni kwenda kuangalia hatua ya barabara ilipofikia hapa sasa. Ipo katika plani na inshallah mwaka huu tunaweza tusimalize maendeleo yaonekane ya ujenzi wa barabara. Sawa. Msikilizaji, tungependa zaidi simu hapa. Nina ujumbe mwingine ambao unasema, mama, sisi tunazungumzia tatizo la umeme Binguni unakatakata ovyo. Je, kama kiongozi unatusaidiaje? Hajasema nani, ila anatokea itakuwa maeneo hapa Binguni. Nimshukuru sana mwenzetu kutoka Binguni. Kama nilivyoeleza kwa wale waliouliza wa wilaya Kusini, tatizo la umeme lipo, lakini serikali inalifanyia kazi. Kwa hiyo sote tustahamili, kwa sababu hili halina maeneo. Hata mimi nakaa Tunguu, Jumbi, umeme unakatika baadhi ya wakati, lakini tunafanya kazi. Nadhani watu wote tunaona kwamba serikali inajitahidi kwenye hili. Juzi jana kulikuwa na vifaa vinasafirishwa kutoka mjini kwenda Makunduchi kwenye ile plant kubwa ya umeme inayotengenezwa sasa. Hayo yote ni maandalizi ya kuona tatizo la umeme linakaa sawa hapa kwenye mkoa wetu na Zanzibar kwa jumla. Sawa. Kuna simu msikilizaji kwenye line. Hello. Hassan anasikia? Naam. Hassan anasikia? Nakusikia kata. Hassan. Mtegani FM. Pana message hapa. Naam. Anaitwa Mohamed Haji kutoka maeneo ya Moyuni C. Anasema leo sio kama jana, tushukuru Ramadhani kwanza, wizi umepungua. Ndio. Hii ni message, anasema leo sio kama jana, ndani ya Ramadhani wizi umepungua. Sasa sijui kama kutokana na elimu au labda polisi wanafanya kazi yao. Ile lakini hiyo ni pongezi ambayo mkuu wa mkoa pia anatakiwa aipokee. Samani kidogo, Mtegani FM, kuna simu msikilizaji, tumsikilize kwenye line. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Safi kabisa. Ni nani kutoka maeneo ya wapi? Unaongea Isa Pandu kutoka Binguni. Isa Pandu. Karibu sana. Sisi changamoto kubwa, tunaomba njia ya kutokea Mkoji Ngoma ikafikia Binguni itakuja ikatokezea Binguni branch. Njia mbovu sana, kiasi cha kwamba sasa hivi ina mashimo, inatuzuia kuhusiana kama kutokezea ujauzito na mambo mengine, inachelewa mjamzito kufika hospitali, halafu pia inachelewesha kufika kazini. Na ikinyesha mvua hapo sasa ndio inakuwa shughuli kubwa. Sasa ukisema upitie Mkoji Ngoma, kwa sababu sisi tupo katikati hapa, Binguni utakuja, ukitaka unatokezea Mkoji Ngoma, ukitaka unatokezea Binguni branch. Lakini njia yetu mbovu sana kiasi cha kwamba kipindi cha nyuma tulikuwa tunapata kifusi kupitia viongozi wetu, na kifusi chenyewe kinakuja biraka. Wanamwaga mle ambapo mna mashimo makubwa, mwana mwingine ambapo hamwagi mashimo mnatomoka tena. Kwa hiyo sisi changamoto yetu kubwa hapa maeneo ya Binguni mtakuja, tunaomba njia. Sawa, asante sana, tukushukuru. Asante. Anazungumzia swala la njia ya Binguni mtakuja, anasema kidogo njia haiko sawa. Haya, nimshukuru sana. Kwanza nianze na Mohamed Haji wa Moyuni, ambaye yeye ameshukuru kwamba angalau toka tumeanza kufunga wizi umepungua. Na mimi nashukuru kwa pongezi hizo, na hizi zina pande mbili. Pande mmoja ni kweli tumejipanga vizuri kupitia jeshi la polisi, lakini zaidi na kamati zetu za usalama za shehia kuhakikisha kwamba tunajitahidi
na tunakabiliana na wizi wa mazao au mifugo au ule wa majumbani katika kipindi hiki. Lakini la pili, mwezi mtukufu na mafunzo, pengine wananchi na zaidi wale wenye tabia hizo wameona kwamba hiki si kipindi cha hayo, lakini tuwaombe na tuombe kwamba iendelee kupungua au kuondoka kabisa jambo hili la wizi. Lakini Bwana Isa wa Binguni, niseme kwamba nimeipokea hii changamoto, lakini kuna maelekezo ambayo tuliyatoa kwa masheha na ofisi zetu za wilaya kufanya tathmini ya kina ya uhitaji wa barabara katika maeneo yetu yote, kwa sababu tuishukuru serikali kupitia Wizara ya Ujenzi na zaidi kwa kipindi hiki walitutaka mikoa na wilaya kuwasilisha uhitaji wa barabara za ndani katika maeneo yetu zile ambazo zina changamoto kubwa. Sasa sina uhakika sana kama hii ya Mkwajungoma branch kwamba yenyewe imo katika ile tathmini ambayo wilaya imewasilisha kwetu, na nitalifanyia kazi hilo, lakini nitapanga kupita kuja kuona, ili tukiwa tunazungumza na wenzetu wa mawasiliano wa ujenzi tuone ni kwa jinsi gani changamoto hiyo ipo, ili tunapoweka vipaumbele kwenye zile barabara za haraka, basi na yenyewe kama una uhitaji huo, basi tuweze kuifanyia kazi kwa haraka. Kwa hiyo naomba nilichukue, na inshallah ataniona siku za hivi karibuni nitapita kuiona hiyo barabara inshallah. Sawa, kuna simu nyingine ya msikilizaji. Sawa, imekata. Sawa msikilizaji, bado tupo hewani. Kipindi chetu ni Sema na RC, Sema na mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja. Tunasikiliza kero ama changamoto ambazo ziko ndani ya mkoa wa Kusini Unguja. Kwenye line, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za studio kwa ujumla? Habari za studio, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui za wewe huko nako tusikiliza. Tunamshukuru Mungu alhamdulillah, wala hapa na pale mawingu inshallah. Tunamshukuru Mungu kwa kutujalia neema hii na kwamba tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yote ni kadara yake Mungu kutujalia kuwa shwari kabisa, amani imetawala mpaka hivi sasa hivi. Alhamdulillah, tunashukuru na sisi pia. Ni nani kutoka maeneo ya wapi? Kwa faida yao bwana, sauti ya Abdurrahman Jumajechi, lakini wengi wao kwa udau wananiita Yaro special. Yaro, karibu sana. Kwanza sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kupata line, lakini pili nimshukuru mkuu wa mkoa na jopo zima la watangazaji hapo kwa uweledi mzuri sana kwa kazi ambayo kwamba mnayoifanya kwa ajili ya kulitumikia taifa. Lakini vile mkuu wa mkoa nimpongeze tena kwenye kubadilisha kwa namna moja ama nyingine kupitia kazi zake, ingawa tumekumbana mwa kazi kufika studio na kuchukua zile changamoto ambazo zinazowakabili wanajamii. Ni pongezi na Mungu amjalie ampa maisha marefu na ampandishe daraja ya uongozi kwa jinsi ambavyo kwamba alipojitoa kwa namna moja ama nyingine kuwasikiliza wale anaowasimamia. Swali langu mimi dogo tu, lakini kitakuwa na uwanja mpana kidogo. Swali langu nataka nimuulize mkuu wa mkoa, kwa sisi wanajamii hususan wajasiriamali ambao kwamba tunaojitoa kwa namna moja ama nyingine, tunaochangia ikiwa madrasa, msikiti au jambo lolote tu ambalo la kijamii, je, ana mipango gani, mikakati ambayo kwamba kama inakuwa inamfika barua pale ofisini kwake kuwasaidia hususan kwenye masuala ya madrasa? Miongoni mwao nilileta pale barua mimi ofisi ya mkuu wa mkoa, lakini mpaka leo sijapata simu na sijapata jambo lolote ambalo kwamba ile madrasa yetu tumeomba maombi ya kuelekewa, lakini mpaka sasa sijapata jibu. Lakini swali langu la pili linakwenda moja kwa moja hususan kwenye masuala mazima ya watu wenye mahitaji maalum, walemavu. Katika wilaya ya Kati tunapokubwa sana na watu wenye ulemavu. Je, amejipanga vipi juu ya mikakati ya kuwasaidia walemavu kimikopo, kiwezeshaji, kibiashara, lakini vile vile kuwainulia hata miundombinu ya vigari ambavyo kwamba vya kuwafikisha sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Kimaana nikizungumza vigari, vile vimkokoteni vile
kupitia vyombo vya kuendeshea walemavu. Nimemaliza bila shaka. Swali langu nimefikia hapo. Asante sana, tukushukuru Abdurrahman. Haya, ni mshukuru sana Abdurrahman Yaro. Ndio. Na namshukuru kwa dua, lakini namshukuru kwa kuendelea kututia moyo sisi viongozi wa mkoa, lakini na watendaji wetu mkiwemo watangazaji. Asante, shukrani. Lakini swali lake la kwanza linahusu kusaidiwa. Alitumia wajasiriamali, lakini ni madrasa, pengine misikiti na kadhalika. Ni kweli ofisi ya mkuu wa mkoa pengine na wilaya zinapokea barua za maombi ya misaada ya aina hii. Lakini kwenye hili huwa tuna taratibu, kwa sababu si kila mtu ataleta barua alafu itachukuliwa hatua, na zaidi hizi zinazohusu fedha na maombi ya misaada. Lazima tujiridhishe kwanza, na kujiridhisha yetu tunaanzia kwa sheha. Hicho kinachofanywa na kitambua kipo kwenye utaratibu, kwa sababu nitumie nafasi hii kuambia kwamba wapo wanaoleta maombi yasiyo ya kweli, au wanaoletwa maombi lakini kwa utashi wao. Yawezekana msikiti upo au madrasa kweli ipo inahitaji hilo ombi lililowasilishwa, lakini kinachopelekwa kinaishia kwa mtu. Sasa tunapopokea hakifiki sehemu husika. Kwa hiyo tunapopokea tunataka tujiridhishe kwamba kinafika kwa mlengwa au walengwa. Kwa hiyo zipo njia ambazo kwanza watendaji wetu kupitia masheha wanajiridhisha nazo, alafu asaheri tunasaidia, kwa sababu msaada wasitarajie kwamba utatoka pengine kwa mkuu wa mkoa au ofisi ya mkuu wa mkoa. Moja kwa moja. Hata sisi tunawasilisha hayo maombi kwenye wadau wengine wahusika ambao wanaweza kusaidia katika jambo hilo la haya. Kwenye hili kwanza waanze kwa masheha. Waanze kwa masheha. Ndio. Waanze kwa masheha. Alafu pia sisi tunatamani sana watu walete ile budget, mgawanyo wa budget tunasema. Tunataka saruji mifuko 2, bati 5 nini hivi. Kuliko kusema tu amount ya pesa. Unajua kusema tuna shida milioni 5 tuwezeke. Ndio. Ni ombi lipo, lakini liko too general, manake unashindwa kuona uhalisia na ukweli wa hilo tatizo. Kwa hiyo niwaombe sana hili waliweke katika mtazamo huu. Lakini swali la pili ni hili la kuwasaidia watu wenye ulemavu. Ndio. Sisi tuna waratibu wetu, maofisa wa watu wenye ulemavu wa wilaya ambao wanafanya kazi na shehia, na wale waratibu wa wanawake na watoto, lakini kuna watu wanaohusiana na masuala ya ustawi wa jamii. Tuna utaratibu mzuri sana wa kuwasaidia watu wenye ulemavu, na sisi tunawaunganisha na taasisi zinazotoa mikopo. Kwa hiyo siwe na wasiwasi, yeye na wengine, ni swala tu la kuliripoti. Na vile maana kila kitu tunachokifanya kianze pale kwa sheha. Sheha mtambue huyo mtu. Tunawasiliana na waafisa wetu wa watu wenye ulemavu wa wilaya, wanakuja kwenye ngazi za mikoa, tunawasiliana na sekta husika kwa kile kinachohitajika. Kwa hiyo swala la mikopo ipo kwa watu wenye ulemavu. Mmoja ikiwa ana sifa za kupewa kama mmoja kupitia wenzetu wazee na taasisi zingine za fedha, lakini kuna kikundi. Nafasi ipo ya watu wenye ulemavu walio kwenye vikundi kusaidiwa, lakini pia tuna visaidizi kama hivyo alivyovitaja Vigari. Sisi kila muda vinatolewa. Zipo taasisi za kiraia zinazosaidia watu wenye ulemavu kwa visaidizi, lakini serikali kupitia idara husika na yenyewe inatoa visaidizi kila baada ya muda. Sawa, tumpe nafasi na Saumu, naye kwa muda mrefu alikuwa akituita hapa. Saumu kutoka Mtegani FM. Kuna simu zinaingia hapa. Labda naambia tu tayari ni zamu yetu sasa. Sawa. Simu 0777373929 ili tuweze kuzungumza na mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kipindi hewani Sema na RC kupitia Mtegani FM Radio na Kati ya FM Radio. Bila shaka msikilizaji ulikuwa unapiga simu sasa hivi, zamu yako piga ili tuende nawe sambamba. Tunaweza kuendelea huko, tunasubiri simu ipigwe Hassan. Sawa, basi mimi acha nipokee simu hii hapa ya msikilizaji. Kwenye line, asalamu alaykum.
Assalamu alaikum. Msikilizaji kwenye line, halo. Halo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, habari? Sema mwaje. Alhamdulillah, tunashukuru. Tunazungumza na nani kutoka maeneo yapi? Unaongea na Salum Chonga Boy. Salum. Kutoka Binguni. Kutoka Binguni, Chonga Boy. Karibu sana. Changamoto yangu mimi uje tusia hapa kuhusu migogoro ya ardhi. Kuhusu Migogoro ya ardhi. migogoro ya ardhi, karibu. Serikali inakuwa inataka eneo la ardhi. Inakuja fanya thamani, inafanya mahesabu yao na halafu inachukua hatua kubwa sana kuja kufanya mambo ya kumalizana kimalipo. Kwa hiyo wananchi tunakuwa tunaumia sana kutokana na uchumi sehemu ile, tunakuwa tunaitumia kwa kilimo, tunakuwa tunasimama muda mrefu kama majeshi. Miaka 6 sasa kutoka kuchukua sehemu majeshi. Kwa hiyo majeshi wale tukia kuchukua mpaka leo, uchumi wangu ndio umeshuka kama hivyo kitani tunakosa kulima. Kama sehemu ya hapa mwaka wa 4 tena sasa hivi tunapiga mahesabu mpaka leo hatukielekea wapi. Sehemu gani? Uchumi. Sehemu gani umesema? Kama hapa sehemu ya afya, hii hapa afya wanasema kwamba wanapiga tathmini kwamba wana faida sana. Na sisi kwa tunalima vilimo vyetu vidogo vidogo hivyo tunatumia kwa kama hivyo Ramadhani, maboga. Lakini sasa hivi ndio tumesimama, kwa hiyo kwa hiyo Ramadhani kwa huko kwa sababu hatuna ambacho kinaendelea hapa. Ndio. Kama walikuwa wameshinda walikuwa tuambia, au kama bana wewe wana miaka mingi walikuwa tuambia bana nyinyi endeleeni na vilimo vidogo vidogo japo vya miezi 9 fanyeni, lakini wamekati na mpaka leo hatujui kinaendelea. Kwa sababu tunaumia kwa kweli, wana changamoto kubwa sana, yani sana, najua sana. Changamoto yetu hasa migogoro ya ardhi, watu wote wazi bana, kutokana bana sasa hivi hapa tumesimama mpaka miaka 8 na kumesema kwa tayari, lakini watuambie vile wale wanapofikia wafikae kimya, sababu wakikaa kimya tunateketea. Sawa, asante sana, tukushukuru. Haya, asante sana. Anazungumzia na kama hivyo ndivyo basi, na huku tayari naona kama simu zinaanza kuingia kidogo. Karibu. 0773737929 kwenye line. Asalamu alaykum. Salama, nani na uko wapi? Kutoka Makunduchi. Sauti kidogo ya msikilizaji iko chini. Mtagani FM. Bila shaka sana nasikia. Naomba utuambie kile ambacho amezungumza msikilizaji, kwa sababu sauti kidogo ilikuwa anazungumzia kuhusiana na barabara ya Tunguu Makunduchi. Anasema kwa sasa bado roho ziko juu kwa wale ambao tayari wako maeneo ya pembezoni mwa barabara. Ndio. Wakiona kwamba matayarisho makubwa yameshafanyika. Sawa. Ni hilo? Ni hilo kwa sasa ambalo nimeliulizia huyu Rama kutoka Makunduchi. Sawa. Asante sana. Tunamshukuru Bwana Rama kutoka maeneo ya huko Makunduchi. Anazungumzia swala zima la barabara ya Tunguu hadi huko maeneo Makunduchi. Anaona ujenzi uko tayari, lakini hajui nini kinaendelea. Haya, asante sana. Nianze na ndugu Salum Chonga Boy. Ndio. Wa Binguni. Nitumie nafasi hii kuzungumzia kwa ufupi sana swala la migogoro ya ardhi, lakini yeye alichozungumzia si migogoro ya ardhi. Ndio. Isipokuwa alizungumzia swala la maeneo ya ardhi ambayo yanachukuliwa na serikali kwa matumizi ya maendeleo. Ndio. Na ndio maana akagusa maeneo mawili. Eneo la jeshi ambako kuna matumizi ya kiulinzi na usalama, na eneo la afya Binguni ambako tuna mradi wa ujenzi wa
hospitali yetu ya rufaa kwa ajili ya maradhi maalum ya Binguni. Ni kweli wakati mwingine kwa baadhi ya maeneo muda unakuwa mkubwa, na si kwa sababu serikali inakuwa imejisahau juu ya hatua zinazopaswa kuchukua kwa nyakati hizo, lakini inatokana pengine na taratibu kuwa hazijakamilika. Sasa kwa upande wa swala la maeneo ya jeshi, hili nadhani tuko kwenye hatua nzuri kwa sasa, kwa sababu wapo wananchi waliofika kwenye ofisi zetu kuliwasilisha hili, na ni kweli muda mrefu, lakini kuna taratibu za kufuatwa. Maeneo ya jeshi ni maeneo ambayo yanatumiwa chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunapofanya tathmini tunapaswa kushirikiana baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Zanzibar, na tathmini kweli imeshafanywa kwenye maeneo haya. Mipaka iko wazi ya maeneo ya jeshi na maeneo ambayo wananchi wanapaswa kuendelea kuyatumia. Sasa kulikuwa kumebaki hatua mbili kubwa ambazo sasa hivi zinakwenda kukamilishwa. Hatua ya kwanza, tunapomaliza tathmini, tukishatoa vile vitabu vya tathmini kwa mujibu wa maeneo yalivyokaguliwa, manake kwa mfano ndugu Salum kwenye eneo lake kumekutwa kuna kitu fulani, foundation pengine minazi 10, miembe 20. Ikishamaliza hatua ya wathamini, kunakuja hatua ya pili, wanakuja kuhakiki kile kilichotiwa thamani kweli ni halisi kwa mujibu wa taratibu zilizopo. Ikishakumaliza hatua hiyo, ndio inakuja tena hatua ya malipo. Sasa kwa maeneo haya ya jeshi hatua hizo mbili zimemaliza. Kwa hiyo sasa hivi tulichokuwa tunakisubiri ni fedha kwa kupitia Wizara ya Ulinzi. Wenzetu tumeshafanya nao mawasiliano karibuni, na ziko katika hatua ya kufanyiwa mazingatio ya mwisho ili waweze kulipwa fedha zao wale ambao wameingia kwenye mpango huu. Lakini hili la upande wa afya, hili naomba nilichukue. Na zaidi kwa yale maoni ambayo ndugu Salum kayatoa ya kwamba ikiwa kuna eneo ambalo lilitakiwa kuchukuliwa lakini muda umekuwa mrefu, basi angalau waruhusiwe kwa vile kwa matumizi ya muda mfupi, pengine kilimo cha miezi 3, 2, mboga pengine kama hivyo. Kwa hiyo hili tutalichukua, tutafanya mawasiliano na wenzetu wa Wizara ya Afya tuone, kwa sababu sitaki kujibu kitu ambacho sijakifanyia kazi. Kwa hiyo hili naomba nilichukue. Kuna simu ya msikilizaji hapa naye mpiga simu muda mrefu sana kwenye line. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwema, habari? Tunashukuru Mungu. Alhamdulillah, na tunashukuru alhamdulillah. Ni wewe ni nani kutoka maeneo wapi? Mimi naitwa Abduli kutoka Kwani. Abduli kutoka maeneo ya Kwani. Karibu sana. Abduli. Hamduni, sawa, Hamduni. Karibu sana. Karibu sana. Sasa na swali. Naam. Huko maeneo Kibonde Maji huko bana tatizo kubwa huu mwaka wa 10 sasa hivi. Naona barabara yetu ya Kibonde Maji haijatekelezwa. Kiongozi unasemaje hivi? Sawa, asante sana. Naomba tusaidie kiongozi, ikiwezekana aende kwenye eneo husika ili akatetee. Asante sana. Shukran. Haya, nianze na swali la Rama la barabara ya Tunguma Kunduchi. Ni kweli maandalizi ya ujenzi wa barabara kubwa hii ya Tunguma Kunduchi umeanza. Ndio. Na nadhani kila mmoja ameshakuwa shahidi. Tayari tumeshakabidhiwa wakandarasi wa ujenzi wa barabara hii na wenzetu wa Wizara ya Ujenzi, na shughuli zimeanza. Lakini tukumbuke huko nyuma serikali kupitia wenzetu hawa walipita kwenye maeneo kufanya tathmini ya kujua maeneo yapi yataingia katika ujenzi wa barabara. Na wananchi walishirikishwa. Kwa hiyo mimi nitashangaa ikiwa ndugu Rama leo anauliza hajui vipi, kwa sababu tulifanya mikutano ya jamii kwenye maeneo haya. Wenzetu walikuja kutoka kampuni zilizokabidhiwa hii kazi na wizara, tukafanya kazi ya pamoja kwa kushirikiana na ofisi zetu za wilaya na masheha. Ndio. Na kila mmoja anajua kwa pale ambapo
hili jambo hii barabara itapita, kwa sababu jamii imeshirikishwa, kwa sababu tumeshirikishwa kwenye hatua zote. Sasa na hii kazi inaenda kwa awamu yani maeneo kwa maeneo. Kwa hiyo watajua, kwa sababu ikianza tu Tunguu au ikianza Makunduchi, kila eneo kila mmoja atakuwa anajua, kwa sababu hii kazi lazima ifanywe kwa mashirikiano baina ya serikali kuu, serikali za mikoa na wilaya, lakini na wananchi wenyewe pamoja na wakandarasi na wasimamizi wa ujenzi. Kwa hiyo yasiwe na wasiwasi, hili jambo linachukuliwa hatua taratibu na sote tutanufaika na ujenzi wa barabara hii. Lakini ndugu Hamduni wa Koani, niseme kwamba barabara ya Kibonde Maji imo kwenye barabara ambazo zimewasilishwa. Lakini majibu ni kama niliyoyajibu, ni kwamba tunaangalia vipaumbele, lakini kaomba tutaiona ili tujue tunapozungumza na wenzetu wa mamlaka husika tujue tunatoa vipaumbele vipi. Kwa hiyo hili nalo nilichukue kama lile la Binguni, tuzitembelee, alafu tunapoweka vipaumbele tujue tunaweka vipaumbele kwa ukubwa gani. Sawa. Sawa. Mtegani FM. Nakusikia na nisaidie mkuu wa mkoa. Juzi wakandarasi walifika katika ofisi ya mkuu wa wilaya na wakasema hatua ya mwanzo itaanza Moyuni kwa Ngonga na hadi kufikia maeneo ya Uwandani Makunduchi. Hiyo ni hatua ya mwanzo. Sasa naye Rama basi namjulisha hilo kwamba kuanzia Moyuni kwa Ngonga basi hadi Uwandani ofisi ya kilimo ndio barabara inaanza hapo. Kwa maana itaanza hapo, itapita Kibuteni hadi maeneo ya Shehia Kijini katika maeneo ya ofisi ya kilimo. Sawa. Umepata taarifa Sasa na yeye bila shaka kama anatusikiliza basi ameshapata hiyo taarifa kamili ambayo juzi tu alikuja ofisi ya mkuu wa wilaya na kutoa hiyo taarifa. Sawa, asante. Sawa, basi na mimi hapa nipitie jumbe za wasikilizaji ambao sasa tayari wametutumia. Anasema Shehia ya Koani, tuna tatizo la barabara ya ndani hasa Kibonde Maji. Upi msaada wako kwa hili? By Rukia Omar kutoka maeneo ya Koani. Nadhani hili la Rukia linaendana na bwana Hamduni. Sawa, asante, tukushukuru. Anasema habari studio, naitwa Zuena kutoka Jumbi. Namuuliza mkuu wa mkoa amejipangaje au kuna hatua gani kwa watu wanaokula hadharani hasa kipindi hiki cha Ramadhani? Sawa. Utalijibu hilo. Anasema amani iwe juu yako hapo mjengoni. Asante kwa habari na kutujuza, ila poleni kwa nadhani hii haihusiani na sisi. Sawa. Nyingine anasema habari hapo mjengoni, swali langu mmejipangaje na utunzaji wa mazingira katika kipindi hiki cha mvua ili kujikinga na maradhi ya mlipuko? By Amina Ali. Sawa, tukushukuru sana Amina Ali. Kuna simu msikilizaji kwenye line. Asalamu alaykum. Habari za studio? Habari za studio ni nzuri, sijui za huko. Nashukuru Mungu. Habari za kazi? Za kazi alhamdulillah, tunashukuru. Karibu sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Ramadhani kutoka maeneo ya Jumbi. Karibu sana bwana Ramadhani kutoka Jumbi. Kwanza nimpongeze mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kuona kwamba kuna haja ya kuzungumza na wananchi. Hili ni jambo muhimu sana miongoni mwa viongozi, basi ni viongozi wachache ndani ya mkoa wa Kusini. Na nimpongeze kwa kutumia kituo chetu kuwa ni sehemu ya kuzungumza na wananchi. Lakini tunahisi muendelezo huu awezi kuendelea, kwamba mara kwa mara awe anakuja kuzungumza na wananchi juu ya kero na changamoto ambazo zilizokuwa nazo wananchi wake ndani ya mkoa wa Kusini. Lakini kwa upande wa swali, naam, karibu. Katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani tuna maingiliano ya watu tofauti ndani ya mkoa wa Kusini. Ndio. Tukihusisha mahoteli, wenzetu kutoka Tanzania bara ambao si Waislamu. Tunaona kwamba watu hao wanakula wanakula nje au hadharani. Ndio. Maana yake serikali ya mkoa, kama serikali ya mkoa imejipanga hiyo swala hili kudhibiti na
Sawa, asante sana, tukushukuru. Haya, ni washukuru wote, na nianze na Rukia. Tumepokea, lakini majibu ni kama yale ambayo nilimjibu ndugu Hamduni wa Koani kwamba tutatembelea barabara ya Kibonde Maji ili tuone ukubwa wa tatizo. Lakini ndugu Zuena kutoka Jumbi, tunakushukuru, na hili nilijibu sambamba na ndugu Ramadhan wote kutoka Jumbi. Wamezungumzia swala la watu wanaokula ovyo hadharani katika kipindi hiki cha Ramadhani. Kama nilivyosema kwenye utangulizi wa mazungumzo yetu ya leo, ni kwamba bahati nzuri mara hii Ramadhani imeenda sambamba na Kwaresma, ambapo hata ndugu zetu wa Kristo na wao wapo kwenye mfungo. Na bila shaka kila dini ina taratibu zake, lakini kwenye kufunga kuna fanana. Na wao wanafunga kama sisi. Lakini wapo ambao Waislamu na Wakristo lakini hawafungi. Sahihi. Sasa hawa tunajipanga vipi, au tuna mikakati gani? Mikakati ni ile ile ya kila siku. Na kama tulivyotoa kwenye taarifa zetu, kwanza tumewatanabahisha wa masheha kukagua kwenye maeneo yao na kutoa taarifa. Lakini jeshi la polisi na wenyewe wanadhima hiyo, kwa sababu serikali imetoa maelekezo. Wenzetu baraza la sanaa na wenyewe walitoa maelekezo ya jumla ya serikali kuhusiana na namna gani watu wakae katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu. Kwa hiyo kila taasisi kwa nafasi yake imeweka mikakati ya kudhibiti zile tabia ambazo hazipaswi kufanyika katika kipindi hiki. Sasa sisi kwenye mkoa wetu, kubwa ambalo tulisisitizana kupitia kamati zetu za usalama na masheha ni kupeana taarifa na kuchukua hatua. Hatua zipo kisheria. Anayekula hadharani serikali ilishaelekeza. Kwa hiyo mimi nitumie nafasi kuwaomba sana, kama Jumbi, bahati nzuri mimi nakaa Jumbi. Kama Jumbi kuna watu ambao wameanza kuonekana wana tabia hizo, ni kupeana taarifa. Na endapo wametoa taarifa kwa masheha na bado wanaona hayo matendo yapo, wasisite kuja hata ofisi ya mkoa muda wowote. Lakini watoe taarifa pande zote kwamba katika maeneo fulani na sisi tutawalinda. Kwa sababu wakati mwingine wananchi wanashindwa kutoa taarifa kwa sababu wana hofu. Huyu nikimsemea siku ya pili atanidhuru. Kwa hiyo sisi tunalinda watoa taarifa. Jeshi la polisi linawalinda watoa taarifa. Kamati zetu za usalama zinawalinda watoa taarifa. Watoe taarifa kwa utaratibu ili tuweze kuwachukulia hatua wale ambao wanafanya vitendo hivyo hadharani. Kuna wanaokula, kuna wanaolewa wakazurura pia. Kwa hiyo yote haya tutayachukulia hatua mara tutakapobaini kuweko kwake. Lakini tulizungumzia, Bi Amina Ali alisema tumeanza au tunakaribia msimu wa mvua. Tuna swala zima la utunzaji wa mazingira. Ni kweli, na hili ni mshukuru kwa kututanabahisha, na sisi tumeanza hatua kupitia maofisa wetu mbalimbali kukumbusha jamii, na zaidi baraza la manispaa kati na baraza la mji kusini. Watendaji wanaohusika na mazingira waendelee kuhakikisha maeneo yote yanakuwa safi. Na sasa hivi mkakati, hivi leo tu tumemsikia Mheshimiwa Waziri wakati anajibu swala la msingi pale baraza la wakilishi kusisitiza mamlaka zetu za serikali za mitaa kuona kwamba hakuna maeneo tunotupa taka ovyo. Kwa sababu tusipodhibiti taka, maana yake tunakwenda kuleta mlipuko wa maradhi nyakati za mvua. Kwa hiyo kwa nafasi hii na tunazielekeza zaidi mamlaka zetu za serikali za mitaa, watendaji waendelee kupita kwenye maeneo yetu, yale maeneo ambayo wanahisi yana tatizo, basi tuweze kuliondoa mapema kabla mvua hazijachanganya. Ndio, sawa. Tukushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa majibu mazuri, na nina ujumbe hapa mwingine, anasema anaitwa Ali Juma kutoka Mwera Pongwe. Tunaomba kuna simu inaingia, acha tusikilize alafu tutaendelea na message. Kwenye line, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdurrahman Majecha, nimerudi tena. Karibu sana Abdurrahman. Haya,
Kwanza nimpongeze mkuu wa mkoa hapo kwa jinsi ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu alivyomjalia kujibu maswali kwa uweledi na kujiamini kabisa. Tumpongeze, kuwa tunamwombea dua Mungu ampe taufiki njema. Amina. Vile vile tunamwombea kwamba azidi kushikamana na sisi wanaendelea ile changamoto zinazotukuta. Mimi swali langu lipo hapa kwa mkuu wa mkoa. Kabla mkuu wa mkoa alipokuwa hajaapishwa kuwa mkuu wa mkoa, alikuwa wilaya ya Kati, alikuwa mkuu wa wilaya ya Kati. Tunakumbuka kilianzishwa kituo chetu cha redio kwa wakati ule. Alikuwa mkuu wa wilaya ya Kati na yeye ndo alikuwa mlezi katika wilaya yetu hii. Lakini katika kituo chetu kina changamoto ambazo kwamba zinazojitokeza. Sasa hizi changamoto hatuzielewi kama ni changamoto tu ya kituo au ni changamoto za watangazaji. Kama yeye alikuwa ni mlezi na sasa hivi amerudi tena katika mkoa wetu huu wa Kusini, je, amejipangaje juu ya kusimamia watangazaji kuhusu wao? Lakini kwa watangazaji wenye ueledi mzuri sana hatuwasikiki, maana wametoka. Atuambie mkuu wa mkoa, je, wale watangazaji waliotoka anawasimamia vipi juu ya kurudi katika kituo kuendeleza kutuhabarisha, kutuburudisha, lakini vile vile kutuelimisha? Je, amejipanga vipi juu ya kuwasimamia au kuwaita kuwasikiliza changamoto zao walizokuwa nazo mpaka wakashindwa kufika hapo redio? Haya. Sijui wamekuagiza hili swali, lakini nikupongeze tena. Naam. Saumu Mtegani. Nimesikia huo ujumbe huo. Naam. Na mkuu wa mkoa amesema nijiwe. Sawa, mimi namshukuru Abrahmani na namshukuru zaidi kwa sababu anaonekana ni mfuatiliaji mzuri wa kituo chetu. Ni kweli tulianzisha hichi kituo wakati mimi nikiwa mkuu wa wilaya ya Kati. Na kwa wakati ule mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania. Na kwa msaada wake ndio tukaweza kukianzisha hichi kituo. Kwa hiyo hichi kituo ni kituo miongoni mwa vituo vyenye baraka sana. Kwamba kilianzishwa na mama wawili wanaokijali. Na ndio maana mimi nilivyokabidhiwa tena kuwa mkuu wa mkoa huku, jambo ambalo nililifanyia kazi kwa haraka lilikuwa ni kuona kituo hichi kinastawi. Na pengine ndio maana leo watangazaji wakaweza kuweka kituo hiki kipindi hiki. Sema na RC. Ni kutokana na namna ambayo tumeanza kufanyia kazi changamoto za kituo. Nikiri kwamba zipo watangazaji tulikuwa nao wengi wazuri. Wengine hawapo, si kwa sababu kuna tatizo, lakini wengine wameenda kutafuta shughuli nyingine maeneo mengine. Lakini wengine bado wapo na tunawapongeza, na tumeanza kukaa kuzifanyia kazi changamoto zilizopo. Na hivi karibuni tu mabadiliko makubwa ya kituo chetu yataonekana. Na ikiwa ni mwanzo wa hivi vipindi ambavyo tulielekezana kwamba viongozi wa ngazi ya mkoa, leo na kipindi cha zungumza na mkuu wa mkoa, lakini kuna cha mkuu wa wilaya, kuna wakurugenzi, madiwani, masheha, wote kwa pamoja tutakuwa na nafasi kwenye kipindi hiki au chengine kuona kwamba tunasikiliza na kutatua changamoto za wananchi. Lakini kuhusiana na huduma na maslahi ya wafanyakazi, tutajitahidi, na ndio maana tunataka kituo kisimame kwa miguu yake. Na watendaji wakiwepo hapa basi wasiwe na wazo la kukimbia, lakini wawe na wazo la kubuni vipindi vizuri na mambo mazuri ambapo yatakikuza kituo chetu. Mengine tunaweka surprise kwao, hatuambii yote. Kwa hiyo tustahamili, yapo mambo mazuri ya kuja. Sawa. Haya, ujumbe ambao nilikuwa nikiupitia hapa anasema sisi tunaomba maeneo ya Mwirapongwe karibu na hospitali kuwekewa maduka. Tunapata tabu sana. Ule ujumbe ambao nilimebakisha anasema maeneo ya Mwirapongwe wanaomba maduka. Sawa, nimshukuru Ali Juma wa Mwirapongwe. Ni kweli panapo hospitali kubwa kama ile zinahitajika huduma nyingi. Kuna watu wanalazwa, pamoja na kwamba sasa hivi serikali imejitahidi masuala ya chakula kupatikana ndani ya hospitali zetu,
lakini bado kuna huduma nyingine ndogo ndogo ambazo wananchi wanazihitaji. Lakini maeneo yale, kuna maeneo ambayo watu wamepatiwa haki za matumizi ya zile ardhi. Kwa hiyo kama kuna watu wana haki ya matumizi hayo, nadhani ni vyema wakatumia hiyo fursa kibiashara. Wakaweza kujenga, lakini kwa kuacha yale maeneo ya akiba ya barabara, alafu wakajiendeleza, kwa sababu ni fursa. Pala popote panapo maendeleo, zipo fursa nyingine mpya zinaibuka, ikiwemo hiyo. Kwa hiyo kwa wale wenye maeneo hayo, lakini kama kuna maeneo ya serikali, tutazielekeza mamlaka zetu za serikali za mitaa, kwa sababu wao wana uwezo wa kuwekeza, wanaweza wakajenga maduka na kukodisha kwa wananchi kwenye maeneo yale, ili wananchi waweze kupata huduma. Haya, anaitwa Mama Mariam kutoka maeneo ya Mpapa. Anasema serikali ya mkoa imejipangaje kuboresha majumba yetu ya wazee, kwenye mabano wameka magorofa. Anasema imejipangaje kuyaboresha majumba ya wazee kwenye mabano magorofa. Sawa, nimshukuru ndugu Mama Mariam wa Mpapa. Zile nyumba ni nyumba za serikali. Ndio. Zipo ambazo walikabidhiwa wananchi kama ni fidia kwa wale ambao walipisha ujenzi ule, lakini nyingine bado ziko mikononi mwa serikali. Ndio. Lakini tunafahamu serikali imezikabidhi nyumba zile zote kwa shirika la nyumba. Okay. Sasa kuna mambo mawili. Sisi tutawahimiza wenzetu kutimiza wajibu wao wa kuzitizama zile nyumba, lakini zile nyumba sasa hivi zina watu aidha wamekodishwa au hao walilipwa fidia. Na pia kuna maelekezo ya namna gani ya kuishi ndani ya nyumba zile. Kiukweli kuna watu wanazitumia vibaya, kwa sababu nyumba zile alafu ukute mtu anapikia kuni huko juu, athari yake inaweza ikawa kubwa na kuathiri wengine. Kwa hiyo tuendelee kuwatanabahisha na kuwaomba wananchi waliokabidhiwa zile nyumba kuzitunza wao wenyewe, lakini kupitia shirika la nyumba tutawaomba wenzetu wasiangalie zile zilizoko mjini tu, lakini waje Makunduchi, waje Mpapa, waone zile nyumba zilivyo na kutoa miongozo na maelekezo vizuri. Sawa. Mama Mariam ametuma tena ujumbe mwingine, anasema na pia vipi kuhusu hospitali Mpapa? Hatuna hospitali, tunaomba mheshimiwa tusaidie. Haya, swala la hospitali ya Mpapa ni swala ambalo lipo muda mrefu. Ndio. Nalo nawashukuru viongozi wa jimbo la Uzini waliotangulia, Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema wale waliofariki. Wamechukua jitihada za kutosha kwa nyakati zao. Lakini pia nawashukuru hao waliopo sasa, nimeanza kuona wakilizungumzia swala la ujenzi wa hospitali ya Mpapa. Lakini Wizara ya Afya, kwa maana serikali kuu, na yenyewe imeshatoa mwongozo wa ujenzi wa vituo vya afya kwa madaraja yake. Kwa hiyo tumeanza kurekebisha pale Bambi, niamini Uzini, kufanya matengenezo makubwa ya ile dispensary ya Uzini. Karibuni hapa tumeweka jiwe la msingi, itakwenda kukamilika, lakini tutaenda kuangalia. Dhamira ambayo tulikuwa nayo vichwani mwetu pale, tusimalizie ile iliyopo, lakini tuone tuje na kitu kikubwa ambacho kitanufaisha pale zaidi. Kwa hiyo nimwambie Mama Mariam kwamba ni jambo ambalo tumelijadili hivi karibuni kwa kushirikiana na viongozi wao wa jimbo na wilaya na mkoa, na tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Afya kuona jinsi gani itakuwa. Huko nyuma kulikuwa na tatizo la kwamba kama tulijenga kwa mitazamo yetu wenyewe, hatukufuata maelekezo na michoro ya Wizara ya Afya kwa zile standards ambazo zinatakiwa kuwepo kwenye hivi vituo. Kwa hiyo hili tunalifanyia kazi, lakini tunajua kwamba Mpapa tuna uhitaji mkubwa wa kile kituo kufanya kazi. Sawa, ikiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu, hivi sasa ni saa 5 na dakika 56 Mtegani FM. Message ya kwanza imeandikwa na Bwana Haji Dubwana. Naam. Na mama, tunalia na walevi ambao wapo ndani ya shehia ya Kijini na wanakula vyakula mchana.
tumeshapiga kelele sana, lakini bado hali inazidi kuwa mbaya. Hilo ni message ya kwanza. Lakini ya pili inalingana na ile ya matuta, ambao mna baadhi ya maeneo matuta. Huyu anasema maeneo ya kwa Sheikh Amertajo ni barabara ambayo kwa sasa kuna vijana huwa anafanya majaribio, hasa wakati wa usiku, kupiga mbio nyingi na mapikipiki ya mdato. Amemaliza hilo. Maeneo ya Amertajo Sheikh Amertajo Makunduchi, kuna maeneo ya okay, sawa. Nilizani yeye kule mjini. iko Makunduchi. Asante. Haya, mimi nawashukuru waliotuma hizo message. Nianze na Bwana Haji wa Levi Kijini. Nikiri hilo kwa sababu nilipita juzi maeneo ya Kijini na nilipokea malalamiko hayo kutoka kwa wananchi. Ndio. Na tumeshapeana maelekezo ya kuchukua hatua, lakini niwaombe sana wananchi kwenye hili, tutakapochukua hatua za kikweli kweli, basi tusiwe tena tunapigia na simu. Kwa sababu wanaofanya hivi ni vijana wetu. Sahihi. Mimi wakati niko pale naonyeshwa, unaona wale walokaa pale barazani pale mpaka kule mwisho, hao walevi, hao wavuta bangi, hao wanaiba. Wanaiba mazao. Sisi sote tunajua sasa hivi wilaya Kusini Makunduchi tunaitegemea kwa ndizi. Na kipindi hiki cha Ramadhani ndo eneo ambalo tulitegemea tupate unafuu wa upatikanaji wa ndizi. Lakini kumeibuka wizi mpaka watu wanavuna ndizi zikiwa changa. Na wanaoiba ni hawa. Sasa sisi tutachukua hatua. Mimi waombe ndugu Haji na wengine, hata kwa majina, ukiwa unaogopa kumpa shehe hata kutosa, lete kwa mkuu wa mkoa. Hao tutawabeba hata nyumbani kwao. Ili mradi tumejiridhisha wezi, walevi, wanaiba, wanavuta bangi hadharani, tutadili nao nyakati zote. Kwa hiyo tupatiwe tu hizo taarifa za hao na tutazichukulia hatua. Sambamba na hao wa eneo la Mzee Amertajo. Ndio. Hayo wanayoyafanya ni kinyume na sheria zetu za usalama barabarani, na bila shaka wanajulikana. Kwa hiyo tuletewe orodha yao. Sisi hatutasubiri kumkuta ndio yuko barabarani anasababisha ajali na usumbufu kwa wengine. Ili mradi tumembaini na kufanyika kwa matukio hayo na watu wakathibitisha, basi sisi tutachukua hatua kupitia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Sawa, muda wetu tayari umemaliza, lakini naomba kwa heshima nispitie na hii ili kuweza kutamatisha kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Anasema habari za hapo mjengoni, na muomba mkuu wa mkoa atusaidie kupata huduma bora katika kituo chetu cha afya Mwera Pongwe ndogo. Kaandika hivyo, anasema tunapata tabu maana madaktari wanachelewa kufika kituoni. Naitwa Lubna kutoka Mwera Pongwe. Haya, ni mshukuru Lubna, na pengine ana bahati kawa ndo msemaji wa 20 kwa leo. Ndio. Mwera Pongwe ndogo maana kile kituo ambacho alikuwa akitumia kabla hospitali ya wilaya. Ndo nimepata hii changamoto kwa mara ya kwanza, sijawahi kuisikia. Ndio. Na changamoto kama hii kwa kituo cha Tunguu kile kidogo. Lakini niwaambie si muda mrefu ataniona. Mwera Pongwe ndogo. Si muda mrefu ataniona. Mwera Pongwe kubwa nimeshaenda. Mkuu wa wilaya tumeshaenda kwa nyakati tofauti kuvamia kuona utoaji wa huduma kito gani, hali kadhalika tumeenda. Kwa hiyo na hivi vidogo na venyewe tutaenda. Kwa hiyo astahamili, si muda mrefu sana ataona. Sawa, asante sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa majibu mazuri. Kama wananchi wanavyosema, unajibu kwa ufasaha kabisa, kwa kujiamini, na sisi tukushukuru. Changamoto nyingi, wananchi wetu zaidi ya 20 leo hii wameuliza maswali, changamoto ambazo ziko ndani ya mkoa wa Kusini, na umeweza kuwajibu vizuri, na nyingine umeahidi kwamba utazifanyia kazi, na nyingine utafanya ziara kwenda kutembelea, kuona ama kujiridhisha kwa haya ambayo wananchi wetu wanayasikia. Mtegane FM.
Na mimi tunakushukuru sana, tunashukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kipindi kama hiki ambacho kinatoa fursa kwa wananchi kujieleza au kutoa maoni yao au hata kutoa ushauri kupitia kipindi cha Sema na RC ambacho kinaunganisha Mtigani FM Radio na Kati FM. Basi na sisi pia tumshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kufanya hili jambo zuri sana ambalo inatakiwa hata na wengine basi waweze kufuata nyayo kama hizi la kuwa na vipindi kama hivi. Sawa, asante Mheshimiwa. Tukiwa tunamaliza kipindi chetu leo, ni Ramadhani, tunaomba utoe nasaha zako kwa wananchi wa mkoa wa Kusini ili kutamatisha kipindi chetu leo. Asante sana, nashukuru na nitumie nafasi kuwashukuru wote ambao wamepiga simu moja kwa moja, lakini wameweza kutuma message. Tumepata wachangiaji takriban 20, ni wengi sana. Ndiyo. Na hii yote inaonyesha kwamba wana imani na sisi viongozi wao, na ndio maana leo wakajipa muda wakazungumza kueleza yale ambayo wanayo. Lakini niendelee kuatia moyo kwamba wapo walioomba kipindi kiwe endelevu. Hiki kipindi kimeanza na kitaendelea siku zote ambazo tutakuwepo kwenye nafasi zetu hizi. Basi kipindi hiki kitakuwa kinafanyika kila mwezi mara moja, lakini endapo kutakuwa kuna haja basi tutafanya hata kwa wiki ikiwa kuna haja ya kufanya hivyo. Lakini nitumie nafasi hii kuendelea kuasisitiza kama taarifa zetu tulizozitoa awali, wananchi tuko katika kipindi cha ibada. Tuendelee kufanya ibada, tuendelee kufanya yaliyo mema, tuache tabia ambazo hazitarajiwi kutokea katika kipindi cha mfungo wa mwezi wa Ramadhani na Kwaresma. Lakini pia tuendeleze hizo tabia nzuri nyakati zote. Ni kipindi ambacho tunatakiwa kuwa wamoja, tusaidiane. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwaomba sana, sasa hivi kuna watu wengi wana taratibu za kutoa sadaka futari kwa wananchi. Hatuwazuii kwenda kwenye maeneo hayo, lakini tunawaomba wafanye mawasiliano na ofisi zetu za masheha na wilaya ili kuratibu vizuri misaada ambayo wanaipeleka kwa wananchi. Lakini zaidi ni waombe wafanya biashara ambao wanatoa misaada, tutoe misaada kwa zile bidhaa ambazo bado zina ubora wa kuliwa na mlaji. Tusitoe sadaka kwenye vitu ambavyo tayari vimeshapitwa na wakati au havina tena ubora wa kumlinda mtumiaji. Na hiyo ndio tutapata zile fungu na thawabu ambazo Mwenyezi Mungu ametuahidi kwa kutoa sadaka kwa wengine. Lakini wale ambao na wenyewe wanapatiwa hizo sadaka basi zifike kwa wale ambao wamelengwa. Zaidi ya yote naendelea kuwatakia kheri ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Waislamu wote tulio katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini na ndugu zetu wa Kristo ambao wako katika mfungo wa Kwaresma. Sote kwa pamoja, kila mmoja aheshimu dini ya mwenziwe, aheshimu tabia na silka zile zinazohimizwa ndani ya dini zetu. Niwashukuru zaidi nyie studio kwa kutimiza ahadi yenu ya kuanzisha kipindi hiki ambacho kimetuwezesha leo kukaa na wananchi moja kwa moja tukajadiliana. Shukrani sana mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja. Msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi maalumu kiitwacho Sema na RC, tukimaanisha sema na mkuu wako wa mkoa wa Kusini Unguja. Na kwa siku hii ya leo tunatamatisha hapa. Kipindi hichi ni kila siku ya tarehe 23 ya kila mwezi. Tutakuwa naye Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, atakuja kusikiliza changamoto ziko ndani ya mkoa wako wa Kusini. Mimi naitwa Hassan Vuai, tukutakia usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.